Usiku ulikuwa kimya sana kijijini. Upepo ulivuma polepole ukipitia miti mikubwa iliyozunguka nyumba zao za udongo. Ndani ya nyumba ndogo, mama yao alikuwa amekaa akiwatazama wanawe wawili wakila chakula cha mwisho kabla ya safari. Walikuwa maskini, lakini walikuwa na kitu ambacho pesa haiwezi kununua: upendo wa familia. Kaka mkubwa Salim alikuwa kimya sana usiku ule. Uso wake ulikuwa mzito, kama mtu aliyebeba mawazo mengi ndani yake. Mdogo wake Juma alikuwa tofauti. Alikuwa na tabasamu la upole, macho yaliyojaa matumaini na moyo uliokuwa hauna ubaya. "Mama," Juma alisema kwa sauti ya heshima, "tukifika mjini tutafanya kazi kwa bidii, tutarudi tukibadilisha maisha." Mama yao alitabasamu kwa huzuni, "Mwanangu, msisahau Allah popote mtakapokwenda." Lakini macho yake yalikaa zaidi kwa Salim, kana kwamba alihisi kitu ambacho wengine hawakukiona. Asubuhi ilipofika, safari ilianza. Walitembea kwa miguu kilomita nyingi. Jua kali lilichoma ngozi zao, lakini bado walikuwa na matumaini. Siku ya kwanza walicheka, siku ya pili walishirikiana chakula, siku ya tatu kitu kilianza kubadilika. Salim alianza kuwa mkali, akawa anajibu kwa hasira. Akawa anatembea mbele peke yake, akimwacha Juma nyuma. "Kaka, subiri," Juma aliita mara kadhaa, lakini hakujibiwa. Usiku mmoja walifika eneo la msitu mkubwa. Hakukuwa na watu, hakukuwa na nyumba, ni giza tu na sauti za viumbe wa porini. Juma alikuwa amechoka kupita kiasi. "Kaka, tafadhali tupumzike hapa." Salim alisimama, akamwangalia mdogo wake kwa macho ambayo hayakuwa na ule upole wa zamani. Walikaa chini, kimya kikatawala. Moto mdogo uliwaka. Juma alilala kwa uchovu, bila hata kujua nini kinakuja. Usiku ulipozidi kuwa mzito, Salim alikaa akimtazama mdogo wake. Ndani ya moyo wake kulikuwa na vita, lakini haikuwa vita ya kawaida. Ilikuwa vita ya wivu, chuki na kitu cha ajabu kilichokuwa kikimla polepole. Kwa nini yeye? Alijiuliza ndani ya nafsi yake. Kwa nini kila mtu anampenda yeye? Sauti ya upepo iliongezeka. Moto ulianza kuzimika polepole. Na hapo, giza la moyo wa Salim likachukua nafasi. Alisimama polepole, akamkaribia Juma aliyekuwa amelala. Juma alishtuka kidogo usingizini. "Kaka." Hakukuwa na jibu. Dakika chache zilizofuata, maisha ya Juma yalibadilika milele. Alipojaribu kusimama, alijihisi dhaifu, asiye na nguvu. Mwili wake haukuwa kama ule aliozoea. "Kaka, nini kinaendelea?" Sauti yake ilikuwa na hofu, lakini Salim hakuonyesha huruma. Hakukuwa na maneno mengi, hakukuwa na maelezo. Ni ukimya tu, wenye uzito wa usaliti. Na kabla Juma hajaelewa kilichokuwa kinaendelea, Salim alisimama, akageuka na akaondoka, bila kuangalia nyuma. Juma alibaki pale, katikati ya msitu, bila msaada, akiwa katika hali ambayo hata yeye mwenyewe hakuweza kuielewa. Alijaribu kupiga kelele, lakini sauti yake haikufika mbali. Usiku ule ulikuwa mrefu kuliko usiku wote aliowahi kuishi. Baridi ilimzidi, hofu ilimzidi, na kwa mara ya kwanza maishani, alihisi kabisa kuwa kifo kiko karibu. Machozi yalimtoka bila kukoma. "Ya Allah," alilia kwa uchungu. "Kama bado unaniona, usiniache hivi." Sauti yake ilipotea ndani ya giza, lakini dua yake haikupotea. Usiku ulipoendelea, kitu cha ajabu kilianza kutokea.